Habari na hujambo mpenzi mfuatiliaji wa dondoo za Used to be Used. Jina langu ni Godgraphe wa Used to be Used. Na kama ilivyo ada, Used to be Used tumekuwa tuleta dondoo mbalimbali kuhusu bidhaa ambazo tunaziuza na kununua. Na leo katika dondoo na Used to be Used tuko na bidhaa moja muhimu sana ambayo watu wengi au karibu wote tunahitaji kwa maisha yetu ya kila siku. Bidhaa ambayo hata bibi kijijini hatamani kuikosa kwa maisha ya leo. Je, unajua ni bidhaa gani? Basi usikae mbali na video hii kwa ajili ya kuweza kuijua. Kaa karibu na page zetu za Instagram, Facebook Used to be Used na YouTube pia Used to be Used. Wote tunafahamu ya kwamba binadamu anahitaji mahitaji makuu matatu ili aweze kuishi, ambayo ni chakula, mavazi na malazi. Basi leo tunaenda kuzungumzia upande wa malazi. Na katika malazi tunazungumzia bidhaa moja muhimu ambayo ni godoro. Je, ni nani asitambua umuhimu wa godoro katika dunia ya leo? Lakini je, wajua ni kwa namna gani utapata godoro imara, godoro zuri ambalo litadumu kwa muda mrefu na likakufaa katika maisha yako? Kwa maana usingizi ni moja ya mahitaji ya muhimu sana ya binadamu, yaani kulala. Kama tunajua mahitaji ya muhimu ni chakula, mavazi na malazi. Na malazi tunazungumzia kulala, ambayo ni pamoja na uwepo wa kifaa muhimu kama godoro. Basi kwenye dondoo zetu za leo tutazungumzia ni jinsi gani unaweza kutambua au kujua godoro zuri, na pia kuweza kujua godoro gani sio zuri wakati unaponunua. Watu wengi wamekuwa wakinunua godoro wakitarajia kupata kitu kizuri sana, lakini matokeo yake yanakuwa ndivyo sivyo. Hii ni pengine ni kwa kukosa ufahamu au lakini pia kukosa uaminifu kwa baadhi ya wauzaji wa bidhaa hii. Na zipo dalili mbalimbali za kuweza kufahamu au kutambua godoro zuri wakati unalinunua au wakati unalitumia. Na dalili hizo ni kama ifuatavyo. Namba moja ni lebo ya godoro. Mara nyingi kampuni ambazo zinatengeneza magodoro yenye quality nzuri wamekuwa wakiweka lebo za kudumu. Yaani unakuta kama wameweka lebo ya kubandika, basi unakuta ni lebo ambayo inadumu muda mrefu kiasi kwamba haiathiriki na maji kirahisi wala kubanduka kirahisi. Lakini pia mara nyingi wamekuwa wakiprint, yani kuchapisha jina lao kwenye kitambaa cha godoro. Kama kampuni hiyo ni kampuni X, unakuta basi kwenye godoro lao kwenye kitambaa chao wameandika XXXX kwa wingi, kiasi kwamba mtu mwingine hawezi kutengeneza bidhaa kama hiyo na akaweza kuikopi, kwa sababu tayari wamebandika kwenye kitambaa kabisa. Kwa hiyo hata kikopi inakuwa ni rahisi kwa mtu kuweza kujua ipi ni original na ipi ni fake. Na kama unavyojua, siku zote mtu ambaye anatengeneza kitu kizuri huwa anapenda kuweka alama ya kudumu ili kuweza kujitofautisha na bidhaa ambazo ni fake. Kingine ni ile nylon au cover ambayo unanunulia na godoro. Mara nyingi magodoro original yanakuwa na nylon ambalo liko na lebo ya godoro husika kwenye nylon. Lakini kuwa makini hapa, kuna baadhi ya wauzaji wa magodoro ambayo hata sisi pia tushakutana nao hiyo kesi, wamekuwa wakinunua yale manylon. Yaani labda mimi na godoro langu nimenunua used, mpya, ni godoro lenye kampuni nzuri. Nylon lake linaweza likalitoa vizuri kabisa na nikaenda kumuuzia muuza magodoro, alafu yeye akavisha kwenye godoro ambalo sio kampuni nzuri. Kwa hiyo kwa nje litasomeka maybe ni kampuni X, lakini kwa ndani unakuta ni kampuni Y. Kwa hiyo make sure ile nyloni la kwenye godoro linafanana kabisa na lebo ambayo iko ndani ya godoro. Precaution: jiepushe na magodoro ambayo unakuta lebo yao imebandikwa ni karatasi tu na pengine inabanduka kirahisi. Mara nyingi, sio mara zote, lakini mara nyingi yanakuwa na magodoro ambayo sio kampuni nzuri, ambayo sio imara, na huenda kuletea shida baada ya muda mfupi sana. Lakini dalili nyingine ni kukunjika na kukunjuka kwa godoro. Godoro likiwa ni imara, mara nyingi ukilikunja, leseni unalisafirisha,
utakavyolikunja na ukifika sehemu ambayo unaenda kulikunjua, linaweza kurudi kwenye unyofu wake kwa haraka sana. Lakini likiwa ni fake, yani sio imara, mara nyingi unakuta ukilikunja, utakapolikuja kukunjua, inachukua muda mrefu sana kuweza kunyoka na kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Na pia godoro ambalo ni imara na ni original huwa inakuwa ni gumu kwenye kulikunja, yani kukunjika kwake ni kwa mbinde, ni kwa lazima utumie nguvu sana. Kwa hiyo ni moja pia dalili ya kuweza kujua godoro lipi ni zuri na si zuri. Lakini pia hata unapolalia, kama umeshalinunua, unapolalia utagundua kwamba godoro ambalo ni original na ni zuri linarudi, yani ukilala na kuinuka, kwanza halibonyei sana, lakini pia likibonyea linarudi kwenye hali yake ya unyofu kwa haraka. Yani ile sema umebonyea inarudi kwa haraka sana. Lakini likiwa feki, mara nyingi unakuta godoro halirudi kwenye unyofu kwa haraka, yani linabaki bonde kwa muda mrefu, na pengine ukilitumia kwa muda mrefu zaidi litabakia shimo pale katikati au sehemu ambayo inabeba mzigo mkubwa. Kingine ni bei. Hakuna mtu asiyependa bei nafuu. Wote tunapenda kupata kitu kizuri kwa bei nafuu. Lakini basi upate bei nafuu ila iwe na kitu quality. Sasa ukiona unanunua godoro bei nafuu sana, hapo pia ni moja dalili mbaya, na dalili ya kwamba huenda unaelekewa kupigwa na kitu kizito kichwani ambacho kitakuacha ukiwa paralyzed maisha yako yote. Kwa hiyo unaponunua godoro, angalia bei. Ukiona bei ni nafuu sana kuliko bei za magodoro mengine kawaida, basi pia ni dalili moja hapo ya kwamba huenda godoro hilo si imara na ni sio zuri, na utatumia muda mfupi litakusumbua. Na kama umeshanunua pia godoro, angalia ukilala, je, linabonya sana, na likibonya ukiinuka linarudi kwenye hali yake ya kawaida au linachelewa. Kingine cha kuangalia ni kitambaa au ile cover ya godoro. Kama una uzoefu wa kuweza kugundua matatizo ya vitambaa mbalimbali vya magodoro, utatambua kwamba godoro lenye ambalo ni imara au kampuni nzuri, unakuta kitambaa chake ni kigumu. Yani sio kilaini, yani ni kizuri, material ni tofauti sana. Lakini ikiwa ni godoro ambalo kampuni yake si nzuri na sio halidumu sana, unakuta kitambaa chake ni kiraini, na pengine ukianza kulalia kinaanza kunyofoka au yani kinatoka nyuzi nyuzi au kuchanika kirahisi. Kwa hiyo kwa kuzingatia vitu hivi, ukiweza kuzingatia vizuri, itakuweza kusaidia kupata godoro zuri ambalo litadumu muda mrefu na ukafurahia usingizi wako miaka nenda rodi. Used to be used, tupo kwa ajili ya kukupa dondoo kama hizi kwa faida yako, na zitakusaidia pale unaponunua bidhaa iwe used au mpya, kuweza kutambua ni bidhaa gani nzuri ununue. Karibu Used to be Used. Tunasema tunafanya hivi kwa upendo, yani we do it with love. Ciao.